Si kama unajua mtu ni wa rohoni. Maana yake nini? Unachotakiwa kufanya kama rohoni kuko sawasawa, hata kama mwili umegoma, tulia. Haleluya! Hata kama mwili unagongwa, unaona mambo hayaendi sawasawa, lakini kama roho inakwambia twende, nikukaza mwendo, twende. Haleluya! Nikutembea tembea. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watakwambia mbona kama hatukuelewi, waambie amenielewa aliye juu inatosha, natembea hapo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yesu makofi na vigeregere mchana. Glory to God, glory to God. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nisikize, mtu ni wa rohoni. Kifungu hicho tulichokisoma hapo, Daudi anachokizungumza, anasema waandaa meza, haijaandaliwa bado. Huo ni wimbo Daudi anaimba. Sijui ni mazingira ambayo ameshindwa, lakini Daudi kwenye mwili anaona kushindwa, rohoni anaona ushindi tele. Amemfuata Mungu huko rohoni, anamwimbia nyimbo ya Zaburi, anasema Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unanilaza kwenye majani yaliyo mabichi yasiyo yaliyokauka. Mungu atusaidie wana wa Mungu. Haleluya! Nimesema tutashinda tu kwa msaada wa Bwana, tutashinda tu kwa neema ya Bwana. Hata kama ni kweli wamesema wewe ni zero, waambie ni sawasawa, lakini mmesahau kuna moja iko mwanzoni. Kila sifuri ina faida. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Upe Yesu makofi na vigeregere. Come on. Haleluya! Waambie moja iko mwanzoni, mmesahau. Kila sifuri moja na masala. Kwani moja ukiongeza sifuri inakuwa shinga? Ukiongeza sifuri ya pili, ukiongeza sifuri ya tatu, ukiongeza sifuri ya nne, ukiongeza sifuri ya tano, ukiongeza ya sita, ukiongeza ya saba. Mimi nimo sasa hapo basi. Mtahesabu kimwenyewe huko, sije kanichanganyia hapo. Kishindwa kabisa mwana mahesabu huyo hapo nyuma yako, muulize. Atusaidie Yesu Mwokozi. Sikiliza, wewe cha kuhangaika kwenye ulimwengu wa roho umpate Yesu. Yesu awe namba moja, maana kila sifuri itakuwa na masala. Yesu akiwa namba moja, kila ubaya unageuzwa unakuwa wema. Haleluya! Kila maneno ya laana yanageuzwa na kuwa mema. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kusema tutavuka mwanangu, usiogope. Usiogope, tutavuka. Bwana amesema tutavuka, usiogope. Umpe Yesu makofi na vigelegele. Tutavuka tu, usiogope. Haleluya! Eneo la pili ni eneo ya Yeremia. Yeremia alikuwa ni mtoto wa kuhani. Baba yake alikuwa madhabahuni. Baba yake alikuwa anachunga watu. Na ndio maana hata anapoitwa, Mungu anamwambia nimekuita Yeremia ili uwe nabii wa Bwana. Yeremia anasema mimi ni mtoto. Ni kweli alikuwa na miaka 29. Ulikuwa bado mmoja awe mtu mzima miaka 30. Lakini kwa Mungu aliona sio kigezo. Madamu ninaona unaweza kunitumikia, hiyo mmoja nitajazilizia mimi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie, kuna mazingira ukipita unatamani vita iondoke. Nimekuja kusema ya kwamba wacha wapigane na wewe, wamuone Bwana aliye pamoja na wewe. Haleluya! Waione nguvu ya Bwana juu yako. Haleluya! Wauone ushindi wa Bwana juu yako. Haleluya! Mpe Yesu makofi na vigelegele mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Aya.
hata wapigane na wewe hawatashinda. Nisikize, vita sio tatizo. Kuna watu hapa wanaogopaga vita, vikija wanalia hata watoto wa kike, wanawake warembo, tumishi wa Mungu Clavel, ikitokea vita huyu analia huyu. So unamwona wana play hapa, anaomba tena sasa. Utasikia amekurukia kabisa hivi. Baba, mimi nataka kuishi. Nataka kuishi, si upambane. Mungu atusaidie sana. Sasa vita sio tatizo. Tatizo wakati uko vitani, Bwana unaye. Sikiliza, kusemwa mtani wanakuambia una sura mbaya. Mimi nishapita hicho kiwango, unajua. Mimi nimepita kiwango cha kuniambia na sura mbaya afnalia. Mimi ukiniambia na sura mbaya, namwambia Yesu asante, maana sura yangu inatazamwa na wengi. Kuna watu wengi wananishangaa mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe watu wote wakuzungumzia wewe jambo dogo hilo. Ukiwa na 5,000 wanunulie soda. Unawapa, unawaambia mkimaliza hapa hamia nyumba ya pili, mtapata na wengine, nisengeni ajenda iwe mimi. Yesu atusaidie sana. Wewe ukirudi mbele za Bwana kumwambia Bwana, angalia, maana vita sio yangu, vita ni ya kwako. Wewe ulisema watapigana mimi, lakini hawatashinda. Yaani Mungu amewapa nguvu hata wapigane. Sikiliza, nilikuwa nasoma maandiko na historia. Sikiliza, iko Biblia unayo hiyo. Kuna mambo hayajaandikwa. Sasa historia inasema hivi. Wana wa Israeli wamesafiri jangwani, si unakumbuka? Mwisho sio wakakuta bahari. Kuna mtu yote anakumbuka? Okay. Walipofika kwenye bahari, wakaanza kulia, si ndivyo? Musa si akaomba Mungu, bahari sikagawanyika. Atusaidie Yesu Mwokozi. Sasa maandiko yanasema baada ya wale watu kuvuka, akaiacha ile bahari wazi ili amalizane na watu fulani. Haleluya. Waliojipanga, waliosema tunaenda rudisha huo mkutano. Kumbe hawakujua mkutano ulikuwa na Bwana wa mikutano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamalizana nao. Haleluya. Maandiko yanasema hivi sasa. Walipomaliza wakatunga wimbo. Nani alikuwa anaimba? Soma Biblia bwana. No. Nani alikuwa anaimba? Miriam. Si ndio? Walitunga wimbo. Sasa ule wimbo ulikuwa na sababu. Kwa nini nikwambia sababu yake? Sababu ilikuwa hii. Mtu anapoingia kwenye maji hafi hapo hapo. Si kama unanielewa. Sasa wameingia kwenye maji. Na Mungu anataka ile mizoga ionekane kwa wana wa Israeli ufukweni. Sasa Mungu anawatungisha nyimbo waimbe. Wako pale wanapiga pa pa pa. Oh Bwana ndio Bwana. Ghafla anashangaa miili inakuja ina silaha lakini haina uhai tena. Bwana wa uhai ameichukua. Haleluya. Yaani Mungu alikuwa anataka atengeneze shuhuda. Haleluya. Hayo mateso Mungu anakutengenezea shuhuda, usiogope. Hizo ni shuhuda za Bwana zitatembea. Haleluya. Watakapokuona waseme huyo ni Bwana amefanya. Haleluya. Usiogope mwanangu, tutavuka. Mpe Yesu makofi na vigelegele, tutavuka. Haleluya.
Simama juu.